Siku yetu ya leo tumeita vikundi kutoka kata zote 32 ambao waliomba kwenye hili awamu ya robo ya pili na ya tatu ambayo ni kuanzia Oktoba mpaka Machi, kwa ni robo mbili kwa wakati mmoja. Tuna vikundi jumla ya vikundi 25 vikundi vya wanawake, 12 vijana na vikundi 9 vya watu wenye ulemavu ambao wana jumla ya shilingi milioni 477,480 ambao tunatarajia tukimaliza mafunzo leo hapa watawako tayari kwenda kutekeleza miradi ile waliokwenda kuiomba. Dhima halisi ya kuwaita hapa ni kwenda kuwaandaa kujua wanakwenda kutekelezaje hiyo miradi ili ikawe tija kwao kwenye maisha yao na kuinua kipato kama lilivyo lengo la Mheshimiwa Rais kuhakikisha jamii na wananchi wanajikwamua walio sawa hali ya chini kupitia vikundi hivi. Dhima hiyo ni ya kwanza, lakini la pili kuwajengea uwezo kujua ni namna gani vikundi vyao vitaweza kuboreka kuanzia sasa wanapopokea mikopo mpaka hapo baadaye, ambazo ni awamu 3. Watapewa awamu hii, wakimaliza marejesho vizuri watapewa awamu ya pili na awamu ya 3 watakuwa wamegraduate. Sasa ili kuwajenga kwenye hayo waweze kufikia hizo zote awamu 3 na warejeshe marejesho bila kupata shida, lazima tuwafundishe kuwa kwenye kikundi unamaanisha nini, ukipata mkopo ukafanye nini ili mkopo ukusaidie na mwisho wa siku ukukomboa kutoka kwenye kile ulichokitarajia kuletee faida, na mwisho wa siku jamii yote iwe faidika na mikopo hiyo. Na kitu cha tatu ni kuturahisishia sisi wakati tukiwa tunawafuatilia kwenye utekelezaji wa miradi na urejeshaji wa mikopo, iwe ni rahisi wakijua wajibu wao ni nini na wajibu kama serikali ni upi. Tunashukuru mwitikio wa watu ni mkubwa kutokana na ushawishi wa kutosha kutoka kwa maafisa maendeleo wote wa halmashauri ya wilaya ya Moshi katika kata zetu. Kwa hiyo mwitikio wao ni mkubwa sana, na ndio maana tupo nao hapa leo kwa ajili ya kuwapa elimu namna gani wanaweza wakaendesha miradi yao na namna gani wanaweza kufikia malengo yao kwa kile kitu ambacho walikuja kukiomba. Idadi ya watu katika kila kata imekuwa nzuri zaidi kwa sababu watu wengi wametimiza vile vigezo ambavyo tulikuwa tukiwaelimisha na vile vigezo ambavyo sisi tulikuwa tunavihitaji kwa maafisa kwa wananchi wetu wale ambao walikuwa wanahitaji mikopo. Kama tunavyofahamu, serikali kupitia uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kuruhusu wanawake, vijana pamoja na watu walemavu waweze kupata fursa mbalimbali ambayo tunaita 10%. Kwa hiyo tumewaita hapa ili kuweza kuwapa mafunzo kuweza kutimiza matakwa ya serikali ambayo tunarudisha 10% inayotengwa kutoka kwenye halmashauri. Niendelee kuhamasisha vijana wengine, wakina mama pamoja na watu wenye ulemavu waendelee kujitokeza kwa sababu halmashauri bado ina fedha kwa ajili ya kuendelea kusaidia makundi haya maalum tulionayo kwenye jamii. Lakini pia sisi kama maafisa maendeleo ya jamii tuko tayari kutoa elimu muda wote na saa yoyote. Ni wewe tu kutufikia na kutueleza wazo lako, maono yako, na sisi tutakupa ramani na dira ya wapi unataka kwenda. Kwa hiyo niwahamasishe vijana, wanawake kujitokeza kwa ajili ya kushiriki kwenye fursa hizi. Ajira sasa hivi imekuwa ni changamoto, na pia vijana tumekuwa tukilia masuala ya mitaji. Mitaji yenyewe tunaweza kuanza kuikusanya kidogo kidogo kupitia kwenye vikundi hivi. Ukishindwa kufanya kazi kupitia vikundi, ina maana hata ukiwa peke yako ni ngumu kusimamia kile kidogo ambacho wewe unaamini kinaweza kuwa mtaji. Kwa naamini kupitia vikundi kuna mambo mengi ambayo mtu anaweza kujifunza, kwanza kujisimamia mwenyewe, kuweza kufanya kazi kwa ushirikiano, lakini pia kutumia muda wako vizuri na kuhakikisha ule muda unaotumia unakuletea matokeo chanya. Tulipata hii semina kupitia maafisa wetu wa maendeleo wa kata tunazotoka, na hii semina inatufundisha namna kuitunza hela ya kuheshimu ile mkopo na urejeshe kwa wakati, na wewe pia unafaiki pamoja na familia yako. Ili ukipokea ile pesa sio ende ukafanyie starehe, hapana. Ni hela kwenda kuitumikisha kwa biashara ili upate faida na ile faida ikusaidie, na tumepata mafunzo nzuri
imetufundisha, imetupa pia kuwa na kujiamini. Semina imetufundisha kuwa na kujiamini, tuwe na uthubutu ya kufanya. Kwa hiyo semina ni nzuri, na semina inatufungua tupate kujua kwamba tutaweza. Tukiwa na mtaji tutaweza. Mimi ni mmoja wa wanawake ambao tumejiunga na kwa ajili ya kupata mikopo hii ambayo haina riba ili kutukwamua kwenye vipato vyetu. Sisi tumeomba pesa kwa ajili ya ufugaji pamoja na maduka. Tumepata mafunzo mbalimbali na semina mbalimbali, hususan tumeshapata mafunzo ya wiki nzima hapa ukumbi wa Chapito Hall, lakini pia shule ya msingi Kiwala tulihudhuria na tuna vyeti vya mafunzo hayo ambayo tumeshayapata. Na hata leo tuko hapa ili kuendelea kupata mafunzo zaidi, ili tunapopata hizi pesa za serikali tuweze kuzitumia vizuri na tuweze kuwa na marejesho mazuri ili ziendelee kutupandisha katika uchumi wetu kama wanawake. Kwanza tunashukuru kwa mkufunzi wa mafunzo anayotupatia, yametufungua, japokuwa ndio tulikuwa tunafanya lakini tulikuwa tufanyi kwa ufasaha ipasavyo, na tumepata elimu na tunatarajia kuongoza zaidi ya vijana tulionao, tuweze kutoa ajira pia kwa vijana wenzetu. Kwani mradi tulioanzisha ni mradi wa kufuga nguruwe na kuuza vyakula vya mifugo, nikimaanisha kwamba mikopo tutakayoipata, ule mradi wa ufugaji, uuzaji wa vyakula, tutapanuka na kuongeza vijana ndani ya ajira yetu, na ufugaji pia huo tutaongeza mifugo na kuweza kuajiri vijana wenzetu na kuweza kuwafundisha vijana wenzetu kwamba vikundi vinasaidia, vikundi vinatujenga na vikundi vinatoa ajira. Sio lazima tutegemea ajira kutoka serikalini. Sisi wenyewe nguvu zetu kazi na mafunzo tunazidi kupewa, tunapata ajira bila kutegemea serikali.